ama tunaelewana namna gani? Mtatumia hiyo pesa kwa biashara? Hebu nione wala wanasema tutatumia kwa biashara, kila mmoja wetu, sio? Jambo la pili, katika hii mpango shilingi bilioni 5 inakuja kwenu wale tunawaita business support. In the next 1 month maximum, we will have released 5 billion shillings to 100,000 deserving beneficiaries in Kenya. Phase 1 of 2.5 billion will be released, and then phase 2 will then be released to you in the subsequent months. Tunaelewana? Lakini hii program sio hii peke yake. Tuko na programs zingine 3 kama hii. Because the whole program ni program ya shilingi bilioni 20 pesa ya Kenya. Na hii pesa mnayopatiwa leo is a grant from the people of Kenya to you, our children. You know, you must know, muelewe ya kwamba ni sisi kama wananchi, wazazi wenu na wale wengine wote, tumesema kwa sababu nyinyi ni vijana wetu na hamjapata nafasi kama wenzenu wengine. This is a grant from you, from the people of Kenya. Kwa sababu hii ni pesa ambayo italipwa na serikali ya Kenya, lakini nyinyi hamutalipa hiyo pesa. Sisi we will pay on your behalf. So because we are going to pay this money on your behalf, the people of Kenya are going to pay on your behalf, please use this money properly. Ni mnanielewa? Tuko na program zingine 3. Tuko na vijana wengine, na mimi nataka vijana wa Kenya wanisikize. Tuko na vijana wengine ambao wako na skills. Ni watu mechanics, ni masons, ni carpenters, ni electricians, ambao wamefanya hiyo kazi lakini hawana certificate. Kwa sababu pengine mtu alitoka shuleni, hajamaliza, hajahitimu, hajaenda kosi yoyote, lakini kwa sababu ameenda pale akajifunza, pengine alienda kwa site akajifunza mpaka akajua vile ya kufunga nut, akajua vile ya kufanya mechanic, amejua vile ya kuwa mason, amejua vile ya kuchapa randa, amejua vile ya kuunganisha mawaya ya electrical. Sisi tunatafuta vijana 20,000 kama hao, tuwalipie pesa ya kuwapatia certificate. We are looking for 20,000 young people, and in fact, if we get more than 20,000 young people through the recognition of early learning, we want to certify them. We will pay for them. Tutawapeleka kosi ya wiki moja, wiki mbili, wiki 3, tuhakikishe ya kwamba huyu mtu anajua mechanic, huyu mtu anajua mason, huyu mtu anaelewa electrical, huyu mtu anaelewa carpentry. Tutampatia certificate, ndio sasa awe na certificate ya kwenda kutafuta kazi mahali pengine. Mnanielewa? Na hiyo kazi ndio the next phase. We are advertising so that we can pick another 20,000 young people who today do not have any certification, but they have skills, so that we can support them to be able to get certification, and they can then transition into looking for opportunities to work. That is another program that is under this Nyota. Number 2, kuna program ingine ambayo tunaita on the job training.
Tuko na vijana wengi ambao wamemaliza standard 8, wengine wamemaliza form 4, lakini hawana skill yeyote. Hawajaenda course mahali popote. Pengine wazazi wao hawawezi kusupport hawa waweze kwenda kufanya course fulani ya hairdressing. Hawajapata course ya kwenda kujifunza vile ya kuwa mtu wa kinyozi, vile ya kuwa electrician, vile ya kuwa driver, vile ya kuwa the next skill. Hawa vijana wote tunatafuta vijana tena 90,000 young people, na hawa vijana tutawasupport. Kwanza tutamtafutia mwalimu mwenye anaitwa master craftsman or woman. We will attach them. Kama ni carpentry, tutamwattach kwa master craftsman ambaye anajua carpentry. Kama ni masonry, namna hiyo. Kama ni tailoring, namna hiyo. Kama ni hairdressing, namna hiyo. Kama ni cosmetology, namna hiyo. Ni mnanielewa? Na kila mwezi hawa 90,000 tutawalipia stipend ya shilingi 6,000 kila mwezi, ndio waweze kupata pesa ya kulipa gharama ya kwenda nyumbani na kurudi pale ambapo watakuwa wanaendesha hiyo course yao for 6 months. Nyinyi mnanielewa? Na vile vile tutahakikisha kwamba tumemlipia yule master craftsman, na mwisho tutahakikisha kwamba amepata certificate ambayo serikali ya Kenya itamlipia. Ndio hawa vijana 90,000, na tukipata wengine zaidi, we will reconsider more of them. That is another program under this Nyota. Na nasema hivi ndio nyinyi muweze kuwaeleza ndugu zenu wengine ambao hawakubahatika na hii, mwambie nafasi bado iko. Jambo la tatu, program ya tatu ambayo tuko nayo katika hii program vile vile ni program ambayo tunaita procurement opportunities. Tuko na kandarasi ya supply ya serikali ya Kenya, katika serikali ya kitaifa na katika serikali ya county. Biashara ya karibu shilingi bilioni 200, close to 210 billion shillings that is isolated for young people, for people living with disability, and for women. We are targeting nyinyi vijana between 19 years and 29 years na wale wengine up to 35 years. Nyinyi tuwasaidie na skills, tuwasaidie na training, and we are looking for 600,000 young people so that we can train them, so that we can skill them, so that we can support them waweze kufanya biashara na serikali. 600,000 single mothers, nani, vijana wote wako huko ndani, tutahakikisha kwamba tunawatrain. Na hiyo mpango, Waziri Mvurya yuko hapa, kijana Jacobs yuko hapo Fikirini, ndio wenye kusimamia hiyo mpango. The same way tumekuja hapa leo kupatia nyinyi awamu ya kwanza ya pesa zenu. We also want to make sure that we do it for all the other categories. Why are we doing this? Watu watajiuliza, why are we doing this? We are doing this because we have a plan. Now we have a plan because the young people of our country are important. Unajua, lazima niwaeleze, kwa muda mrefu tumekuwa tukiongea,
vijana watapata kazi, vijana watapata kazi, na hakuna kazi itapatikana kama hakuna mpango ya vile hiyo kazi itapatikana. Waswahili wanasema ukiona vyaelea, ujue vimefanya nini? Vimeundwa. Hakuna kitu itaelea ambayo haijaundwa. So what we have done under this administration, we have not just talked about having opportunities for young people. No, we have gone beyond talk, and we have designed a plan. And we have 5 different plans on how to create opportunities for young people in Kenya. Ninyi mnanielewa? And that is why I insist. Ndio mkisikia nikiwauliza viongozi wengine, kuweni na mpango, kuweni na sera, wanalalamika. Kwa sababu the absence of a plan, the absence of an agenda is the reason why we are where we are and the Asian tigers are where they are. The difference is in having a plan. Sijui kama tunaelewana. So, apart from Nyota, ambaye nimewaeleza, na hii Nyota iko na business support 100,000 young people. Iko na recognition of prior learning 20,000 young people. Iko on the job training 90,000 young people. Iko na mambo ya support ya ACBO 600,000 young people. Aside from that, we have a whole plan on the program of housing. Wakati nilisema housing, watu walikuwa wanafikiria ni mambo ya manyumba peke yake. Na watu walikuwa wananiuliza, wewe nani alikuambia tunahitaji nyumba? You know? But today, kwa sababu ya program ya housing, tuko na vijana, masons, carpenters, engineers, electricians, carpenters, vijana zaidi ya 1,500 wanafanya kazi in Kenya. And kama unataka with testimony from here, ukienda hapa Pioneer, which is 2 kilometers, 3 kilometers, 1 kilometer, 1 kilometer from here, enda hapo saa hizi, utakuta vijana zaidi ya 1,000 wako kazini here in Eldoret. Masons wako pale, engineers wako pale, electricians wako pale, carpenters wako pale, wanaendesha kazi. Ukitoka hapo, enda railway hapa chini, utakuta another vijana wengine zaidi ya 1,000 wanafanya kazi hapo kwa program ya housing. Ukitoka hapo, enda Kidiwa, si ndio? Utakuta vijana wengine wako kazini. Ukitoka hapo, enda AMS pale Moibeni, vijana wanafanya kazi. Na sio Eldoret peke yake, go to any city in Kenya, enda Homa Bay, enda Kisumu, enda Kakamega, enda Bungoma, enda Thika, enda Kiambu, enda Nyeri, enda Machakos, enda Funyula, enda Mombasa. Everywhere in Kenya today kuna vijana wanafanya kazi katika program ya affordable housing. Nyinyi mnanielewa? Na Kenya inabadilika. This country is changing. Skyline ya Eldoret is changing. Skyline ya Kisumu is changing. We are transforming this country one day at a time, one estate at a time, one house at a time. Nyinyi mnanielewa? Hiyo tunasema Singapore. Musingoje. 1 kilometer from here. 1 kilometer from here. Ile manyumba inajengwa Singapore ya ghorofa 10, 20 inaendelea hapa Pioneer Eldoret, na inaendelea in every part of the Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo program
imekuwa kwa mijadala, imekuwa kwa mazungumzo, imekuwa kwa mipango miaka karibu 40. But it takes determined leadership, courageous, focused leadership to make sure that we deliver. Nyinyi mnanielewa? Vijana wanafanya kazi pale. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya. That program is going on. As we talk today, ile programs tumesign ya affordable housing, soko 400, hostels ya vijana zaidi ya 1180. Hiyo program ni program ya karibu shilingi bilioni 600 inaendelea katika taifa letu la Kenya. Pesa ambayo hatujakopa kutoka mtu, pesa ambayo hatujakopa kutoka kwa benki, pesa ambayo hatujasaidiwa na mtu, pesa ambayo sisi wa Kenya wenyewe tumetoa hiyo pesa. And we are transforming our own country using our resources, using our human capital, with our own contractors, using our own land, and Kenya is going to change. I want to persuade you, vijana. Mimi nataka niwaeleze Kenya hii itabadilika. Mkuwe na imani. I have tremendous faith that Kenya is going to change. Mnanielewa? We have a whole program ya kufanya kazi nje ya Kenya. Wakati nimeingia ofisini, nimekuta hiyo program imejaa wakora na cartels na brokers, watu ambao walikuwa wanaiba pesa ya watu, wanakudanganya ati nipatie pesa nitakupeleka Saudi Arabia, anakupeleka huko, unaenda unazama, unaenda unafanyishwa kazi ambayo sio ile uliambiwa. Mimi tukanyorosha hiyo sehemu. Now we have a clear program. Tumeweka under National Employment Authority. Sasa iko mtandao kamili. We have a program where kama unataka kufanya kazi nje ya Kenya, all the jobs available are on our portal. Even now, you can Google katika portal ya NEA na utajua iko kasi fulani hapa, iko kasi fulani nchi hii, iko kasi fulani nchi hii. Na ile tumefanya ni kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya anaenda nchi yeyote ambayo hatujaweka sahihi ile inaitwa bilateral labor agreement. Ndio tuhakikishe ya kwamba Mkenya akienda Saudi Arabia, akienda Qatar, akienda Marekani, akienda Ujerumani, Ufaransa na kwingine, sisi kama serikali tutajua unaenda kufanya kazi gani, utalipwa pesa ngapi, na ikitokea shida tutakusaidia namna gani na tukurudishe nyumbani kwa njia gani. Tumekubaliana vile vile ya kwamba kila kijana ambaye amepata hiyo kazi, yule ambaye hana uwezo ya kulipa tikiti ya ndege, tuko na mpango ya vile tutawalipia tikiti ya ndege. Lakini sio for free. Hapana, tunakulipia, alafu ukifanya kazi unarudisha pesa, tunalipia ndugu yako. Sijui kama tunaelewana my friends. Si ndio? Sasa mimi nataka nikuulize. Sasa sisi tumekulipia ndege ya 100,000. Umeenda ng'ambo. Mshahara yako ni 100,000 kwa mwezi. Sasa wewe kulipa pesa ya 100,000 ya deni ya ndege utashindwa? Si unalipa tu 20,000 tunamalizana, alafu mimi naendelea kutuma watu wengine. As I talk to you, nasimama hapa mbele yenu. As I talk to you, tuko na vijana 500,000. In the last 2 years, 500,000 Kenyans are working outside Kenya today. Nyinyi mnanielewa? Ni mimi nawaeleza, hatuwezi kuambia vijana wa Kenya tutawapanga na ajira na hatuna mpango.
We must have a plan. And that is what we have. For the first time in the history of Kenya, we have a plan as a government on how to create opportunities for the young people in Kenya. And those plans, we have results and we have impact. Sijui kama tunaelewana. Vile vile, program ya ine ambayo tunafanya, Outside Nyota, nyinyi mnaelewa, tuko na vijana wengi ambao sasa wanafanya kazi ya digital jobs pale kwa mitandao. Huyo tapengele huyo. Pale kwa mitandao. Nilienda kufungua, kwa mfano, nilienda pale Ruiru kufungua jengo moja ya kampuni inaitwa CCI. Vijana 5,000 wanafanya kazi kwa hiyo jengo. Na wanafanya kazi, kampuni ziko Marekani, lakini kazi wanafanyia wakiwa Kenya. Na ndio tumesema hawa wabunge wetu, kila mbunge aweke ICT hub kwa kila ward ya Kenya. Kwa sababu kuna watu wengi wanatafuta wafanyikazi kutoka Kenya. Na we can link up millions of young people with opportunities outside Kenya on the digital platform. Kama serikali tumesongesha mambo ya digital infrastructure, tumeongeza kilomita 30,000 ya fiber optic. Our aim ni kufikisha 100,000 kilometers of fiber optic. Ndio kila sehemu ya Kenya unaweza kufanya kazi kwa mtandao, ufanye kazi Marekani, Ujerumani, lakini huko nyumbani hapa. Unalipwa na dola, unabadilisha dola, unaenda kwa duka, unasonga na maisha. Nyinyi mnanielewa? Nikiongea na nyinyi, vijana zaidi ya 200,000 tayari are working on the digital platform, including the ones niwaambia nilienda kufungua nini yao pale Ruiru. So vijana, mimi nataka niwaulize nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, you have an opportunity in our country today. The government of Kenya has put at your disposal opportunities for you. Kama unataka ukienda pale kwa affordable housing na kujenga masoko na kujenga hostels, kuna nafasi ya ajira. Ukienda kwa program ya export of labor, kuna nafasi ya ajira. Ukienda kwa digital jobs, kuna nafasi ya ajira. Ukikuja kwa hii program ya Nyota, kuna nafasi ya kufanya biashara, kuna nafasi ya kufanya biashara yako ya binafsi, kuna nafasi ya kufanya biashara na serikali, kuna nafasi ya kupata skills ndio uweze kujisimamia na kufanya kazi yako mwenyewe. So mimi nawauliza nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, take advantage, jitumeni kwa hiyo program, jitume kwa program ya Nyota, jitume kwa program ya export of labor, jitume kwa program ya digital jobs, jitume kwa program ya affordable housing na market na hizo zingine. That is how we are going to change our country. Na ndio mimi nataka niwaeleze, that is our plan. Na ndio mimi nimesema kama tungefanya mambo haya tunafanya saa hizi, Kenya tayari ingekuwa imebadilika. And that is why I am confident, very confident, that this country is going to change in our lifetime. We are going to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime. Nyinyi mnanielewa, my friends? Mnanielewa? So, and I am talking to you straight to your faces. Because Kenya hii iko na propaganda nyingi. Kuna watu wengi hawawezi kusema vile watapanga vijana wapate ajira. Wanasema ati watapanga vijana vile watapiga kura. Sasa mimi nataka nikuulize wewe,
Husemi ya kwamba unapanga vile vijana watachaguliwa. Hapana, unasema wewe unapanga vile vijana watakupigia wewe kura. Watakupigia wewe kura ndio wapate nini? You know, kama wewe unatafuta kura ya mtu, give him a plan. What is in it for them? Wewe unataka kupigiwa kura na wao nini yao iko kwa hiyo kura yako? Sijui kama tunaelewana my friends. Si ndio? Na ndio nimewaambia hawa viongozi wengine wote hawa. Mambo ni matatu. Si ndio? Mambo ni mangapi? Tafuta sera, agenda na manifesto na program. Number 1. Number 2, utueleze vile hiyo program yako utaimplement, pesa utatoa wapi. Na number 3, tupatie track record yako. Bwana. Sasa mimi nataka niwaulize, kama mtu amekuwa uongozi miaka 10 ama 20 ama yule wa 40 na hana track record ya kufanya kitu yoyote, sisi tutacheza na kamari na mtu kama huyo? Ati tufanye siasa ya guesswork? Ati pengine amepata ujuzi hapa, amekuwa mwerevu all of a sudden tutacheza hiyo kamari? Mimi nataka niwaambie, hatuna time ya kuwaste. Hatuna time ya kupoteza na watu wa kucheza karata ya pata potea na guesswork. You must give us a plan. You must demonstrate to us that you have a track record of doing something. Ama namna gani? Yes. Hiyo ndio maneno tuko naye kwa kiwanja saa hizi. So, ndugu zangu, mimi nataka nimalizie kwa kueleza hivi. Hii mpango yote ambayo tunafanya, mimi nilisema ya kwamba this program and every other program, whether it is the export of labor, whether it is affordable housing, whether it is digital jobs, must be in every part of the Republic of Kenya. Because we do not want any county, any region, any community, any sector of our society, or anybody for that matter, to be left behind. We must move together. We must move together. Na mimi nawauliza vijana, tusikubali kuingizwa kwa siasa ya ukabila. Sijui wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluya, sijui Mjaluo, sijui Mkalenjin, sijui nini. Hiyo ni siasa duni. Mtu kama hana agenda atauza ukabila. Mtu kama hana mpango anauza chuki. You know? Mpaka wanafikia watoto wetu shuleni. Unataka kwenda kugawanya watoto shuleni. How desperate can people be? Let our children be. Let our children learn. Those children are Kenyans. Wherever they come from, whatever community they belong to, they are our children, the children of Kenya. Ni mnanielewa? Tafuteni agenda, wachana na ukabila, na chuki, na fitina, na propaganda. Tafuteni sera ya kutangaza kwa wananchi wa Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee, si namna hiyo? Wacha niwamalizie kwa kuwapatia, sikia my friends. Wacha niwaeleze ya mwisho. Unajua kuna watu wengine hawaamini mpaka saa hizi ya kwamba it's possible to transform this nation. Let me give you one example. One, hii Kenya, 3 years ago, savings yetu ya Kenya mzima hii
ile iko kwa NSSF, savings ya 60 years ilikuwa 320 billion, 312 to be exact. When I came into office, nikasema wacha tufanye vile best practice duniani kote. How do we increase our savings culture? Tukabadilisha sheria, tukabadilisha contributions. In 2 years, my friends, in 2 years, tumetoa pesa savings ya Kenya ya NSSF from 312 billion. Today, it is 670 billion. In 2 years. In 2 years, we have doubled our savings. By next year, we will have 1 trillion shillings saved by our NSSF. Mimi niwaulize, what's going to happen in 5 years? What's going to happen in 10 years? What is going to happen in 20 years? We will not be borrowing money from any country. We will be borrowing our own money in Kenya. And that is why I tell you, in our lifetime, we have the capacity to change this country to a first world country. And I am determined to do whatever it takes with my team to make sure hii Kenya ambayo ilichelewa miaka nyingi tuisukume iweze kusonga mbele. Vijana hoye! Vijana hoye! Nandi hoye! Uasin Gishu hoye! Trans Nzoia hoye! West Pokot hoye! Elgeyo Marakwet hoye! Na Turkana hoye! Turkana Nyai! Turkana hoye! Wapigeni makofi hawa watu wangu wa Turkana jameni, wametoka mbali sana hawa jamaa. Wametoka mbali sana. Nani watu wa bidii? Watu wa kujituma hawa mbaya sana. Si ndio my friends? Yaani unafikiri mtu ametembea kilomita karibu 250. Si huyu ni mtu ako na mpango? Iko kujituma kuliko hiyo. Pongezi sana. So, wacha nimalizie hapo na niseme nimefurahi sana. Vijana wangu, the young people of our nation, our sons, our daughters, the people we love, let me tell you, you have an opportunity to grow your business. Na waomba kama mzazi, I am talking to you as a parent. Please, let us avoid abuse of drugs. Tuachane na mambo ya pombe. Tuachane na mihadarati na madawa ya kulevya. Itamaliza nchi yetu, itaharibu maisha ya vijana wetu, na ndio nimesema going forward tutahakikisha ya kwamba tumeweka mkakati ya kutosha, tumeweka mipango ya kutosha kuzuia mambo ya madawa ya kulevya kuja Kenya, mambo ya pombe haramu kuuzwa kiholela, na hiyo kazi tutafanya na bidii. And we are going to go after the commercial traders and the commercial people, not even just the small people huko wanahangaika, lakini tutaelekea wale wenyewe, wale makatel, mabroka na wale mabwenyenye ambao wanasababisha hii shida ikuje Kenya. We are going to go after them. Nyie mnanielewa? Tuko pamoja? Bas. Sasa ni furaha yangu. Sasa. Hey. Sasa imefika wakati ile. Imefika haijafika. Ni leo si leo. Ni sasa si sasa. Na kama sio sasa ni sasa. Ni sasa hivi, si namna hiyo. Kwa hivyo Nyata hoye! Nyata hoye!
Haya. Si Naambiwa ya kwamba kuna video, endelea. kuna video ambayo inaonyesha vijana vile mtafanya ili pesa ifike. Tuko tayari? Tucheze video tafadhali. Ndio hiyo, tufuate vile video inasema. Video tucheze. Hebu tuketi chini kidogo. Tuketi chini kidogo. Tuketi. Dial *254 hash. Weka hiyo. Select Nyota Project. Weka nyota. Select Track. Weka track. Select Business Support. Business support. Select Access Startup Capital. Umefinya. Enter some details about your business. Sawa. Tuanze Then tena. confirm by entering. Tuanze tena. Let us start. Access Startup Capital. Aya, Business tuanze tena. Support Cohort 1. Dial *254 hash. Select Nyota Project. Fuata. Select Track. Select. Select Business Support. Select. Select Access Startup Capital. Select. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. Ngoja. Ngojeni. Kuna watu ambao pesa imeanza kuingia. Hebu nione mwenye ameingiza pesa kwa simu yake. Haya, ngojeni, hii mitandao inarekebishwa hapa. Wewe watu ya mitandao hapo. To the Nyota Project. Haya, twende To access Startup Capital for Business Support Cohort 1, dial *254 hash. Select Nyota Project. Select Track. Select Business Support. Select Access Startup Capital. Select. Enter some details about your business. Enter. Then confirm by entering your mobile money PIN. Weka pin. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza, Imarisha, Endelesha Vijana. Na sasa, Your Excellency, Kama umepata onyesha. ukifinya, Your Excellency, ukifinya number 3 tayari zimeanza kuingia. In 3, 2, 1, amefinya. Wapi makofi? Zinaingia. Naona watu wanasema zimeingia. Kama zimeingia onyesha simu nione. Peperusha simu. Wacha nione kama zimeingia, wacha nione kama zimeingia, wacha nione. Endelea kujaribu mpaka ziingie nione. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane mikono tuijenge Kenya. Kenya ni nyumbani kwetu, tuungane sote tuijenge Kenya. Wananchi wote, viongozi wote, Tukiwangoja wenzetu wamalizie basi. Chipukizi. DJ. Kuna wale wamepata, wacha tusikie. Haya, hebu tuonyeshe, hebu soma mambo yako. Sorry. Confirmed you have received 22,000 from Nyota Business Support on the 8th of January 2026. New M-Pesa balance 22,000. Thank you very much. Okay, you have received 22,000 from Nyota Business Support 32,00919 on 8 January 2026 at 12 p.m. New M-Pesa balance 22,000. Thank you so much. Asante sana. Kuna wale wengine, kila mtu kabla hujatoka hapa, pesa itakuwa kwa simu yako. Kabla hujatoka hapa, tunaelewana? Each and every one of you.
Usitoke hapa mpaka pesa iingie kwa simu yako. Tumeelewana? Tumeelewana? Hebu nione wale pesa imeingia kwa simu yao, nione tayari. Very good. Wale wengine ngojeni. Haya, wapi makofi? Tupige makofi tafadhali, tukishangilia. Pesa tayari itakuwa imeingia. Na kwa sasa, kabla tupige sherehe, Your Excellency, naomba tumalizie kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo naomba tusimame mahali tulipo. Wale wengine wote tafadhali tusonge nyuma ili tumwache rais mbele kidogo ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa. Wengine tusonge nyuma kidogo. Wale ambao tumeketi tusimame ili tumalizie kwa wimbo wa taifa, na DJ tayarisha sherehe tutapiga baada ya wimbo wa taifa. Tumalizie kwa wimbo wa taifa.